Musingi. James Maruge Musingi, Mkamba mwenyewe. Na nikiongea sasa hivi. Ile tunaongea sasa, serikali inaenda Ukambani. Inaongea. Iko sawa. Serikali inaenda Ukambani. Mapema. Mimi nashindwa sana. Wewe Kasongo, ati unaitwa Kasongo. Mpaka Trump kwa Amerika anauliza nani anaitwa Kasongo. Nataka unanibananisha na mimi na Trump ndio Kasongo. Lakini wewe Kasongo tulikupea kiti usubuhi mapema na si ati ulikuwa mtu mzuri. Uko mtu mzuri. Wananchi walikuhurumia tu, waliona wewe unaongoza nchi vizuri. Lakini baadaye kumbe hii ni nyani na ni muumbwa mwito. Umejificha kwa ngozi ya kondoo. Kweli. Ndio usieleweke. Ulikuwa unaomba usiku na mchana na ukilala ndoto zako upate kiti ya president, na kama tungeulizwa ungepata hii kiti ungeipata. Tuweza hii pale wananchi tumepitia, tumeteseka sana. Imagine kila kitu imepata bei. We Ruto hata una hata huduma na hata mwananchi una huduma hata na mwananchi. Tukienda kila sekta za Safaricom uona kulia. Kama unatumia simu ya Safaricom shilingi 2 inakatwa inaenda kule. Na tulikuwa kitoa M-Pesa like ngoja hapo nitaanzia tu. Kwa Safaricom shilingi 2 inakatwa kwako. Unataka kila pale ukue share. Okay, mafuta imeongezewa bei. Shilingi 4. Sio ati shilingi 4. Kwanza waliongezea na 40. Sisi 46. Mafuta inafaa iongezewe na 10%. 10%. Lakini hii serikali yako ikazidi zaidi. Sasa wewe Ruto, wewe ni ulitoka wapi? Wewe ni mtu aina gani? Umeongoza wananchi gani? Wao wananchi wakupea kura vizuri. Na wewe ndio unawaua, unawatesa. Aje. Okay. Kwenda sekta la kawi la stima unakulia. Kwenda kwa pipeline unakulia. Yaani wewe umeamua maisha yako unazibananisha na familia la Kenyatta, la Odinga na Rais Moi. Ufikie kwa miaka 5 tu, ufikie hiyo level yao. Miaka 5 ukuwe trilionea kama hiyo 3 tribe. Miaka 5 tu. Kwa hivyo walikuwa naomba wapate hii kiti. Ukuwe kwenda wandaji. Na ni kura imeamua ingie kwa hiyo kiti. Wewe ufai hata urudi kwa hiyo kiti tena. Wewe ni muuaji. Wewe ni killer. Wewe ni mutesi. Na wewe hata hatuna huduma na hata sisi hatukupendi. Pale imefikia sasa tumechoka sisi wananchi. Kwenda hiyo miaka tuseme miaka 5 tu maliza hii mwaka moja tu. Miaka 5 tukuondoa na kura. Bila tulikuingiza na kura, tukakuchukua na kura tu. Uliingia pale na kura zetu wananchi. Hivyo ndio tutakutoa na hizo kura. Tutakutoa na hizo kura tu. Na usijaribu kukatalia kwa kiti. Hapa si Tanzania, hapa si Uganda. Unaenda kufunzwa masomo huko nje. Na hizo nchi South Africa, maziwa makuu. Pana Ruto Kasongo wewe. Toa ile kitu uliambiwa utoe pale State House uliweka pale. Trump alisema ile kitu ya kafara. Ile kitu ulipewa ukaweka State House. Ndio moto zote zinawaka huko, inaua watu cha Changwani,
wapi shule zinachomeka, wapi watoto njuzi walichomeka hapa Nkilikili. Accident. Imagine watoto sijui ni 16 na 73 wakapelekwa hospitali na wengine wakakufa wakiwa hospitali. Wewe unatuona sisi ni wajinga. Ile ni kafara. Kafara unatoa watoto shule. Kafara. Mapepo yako haitafaulu. Jaribu 2027. Hiyo mapepo tutaiangusha. Mapepo yako kunayo Kasongo wewe. Utaenda ukiendanga la kutoka Nigeria. Msichana wako ameolewa huko. Unajipanga unaenda kusalimia msichana Nigeria. Bali ameonyolewa na Nigeria. Kumbe ni kwenda kulichange mapepo ikuwe na nguvu. Na urudi nayo hapa Kenya. Kasongo. Wewe kumbavu sana wewe. Kasongo Paulu. Kasongo serikali ya sisi. Anaogopanga asiambiwe ameanza. Opposition linda. Amacha. Opposition linda, opposition linda. Mjipange vizuri. Mtuambie kama ni Musyoka na sio Matiang'i. Tunataka mzee kutoka wakati ya Moi mwenye tuliona serikali yake akiwa foreign affairs, akakuja serikali ya Kibaki akakuwa vice deputy president na economy ikakuja sawa, barabara zikaundwa. Kwanza Nairobi highway tukaona hizo zote. Mimi nikaenda nyumbani kwetu ni Kitui, naenda nyumbani kipitia Thika Road, Matu, Garissa Road, napita najua barabara. Sasa nimeona maendeleo ya Kibaki marehemu, yes, na Kalonzo akiwa vice. Ruto hakuna kitu wanataka wananchi. Hii vitu wanataka watu. Serikali yako na Uhuru Kenyatta hiyo unasema nimetenga bilioni hata hii barabara itoke hapa iende sijui wapi, iende wapi, nimetenga bilioni. Hiyo ni uongo, natanganya wananchi. Wananchi wote hata mtoto mdogo amejaa kujua sasa hivi ni muongo. Unatanganya kila kitu. Ndio waweze kupenya na tena urudi tamu ya pili kwa rais tena. Utoboi na kama utatoboa inji itawaka moto. Tutaandamana wananchi 40 milioni tutakutoa state house. Pika 10 risasi au wengine tuingie. Asanteni sana. Sasa mheshimiwa, hebu tukuzie mambo na Ebola. Okay. Nitanguza. Okay. Hiyo ni hatari tumesikia mmesema. Mambo na Ebola. Okay. Mambo na Ebola. Nikiongelelea. Ebola iko DRC. Haiko hapa Kenya. Na nashindwa aje. Ebola itakuja Kenya. Ikuja kusiwa wa Kenya. Na Trump anasema aliambia Ruto nitatuma Ebola huko Kenya. Aye. Kwa hivyo Ruto na Trump hii kisasi yenu hii giranchi. Sasa na we Trump usiletee ugonjwa hapa Kenya. Sawa, kaa uko kwako Amerika. Na we Ruto, sisi ndio ndawa yako. We kaa hapo miaka 5 tukuonyeshe na kura. Tukuondoe. We Trump usitutumie nini ugonjwa huko. Njoo. Kama tuko na rais mbaya saa hii hako. Tutumie Ebola saa hii. Tutakufa kama kuku. Wakenya watakufa kama kuku. Eri corona. Wakati wa corona Uhuru aliambia watu wapae mask, wajichunge, mkae vizuri. Lakini serikali ya Uhuru ilikuwa sawa. Alikuwa na Ruto. Isipokuwa Ruto alikuwa anaambia Uhuru, wewe ni mulevi. Serikali ya Uhuru alikuwa mulevi. Na aliongoza vizuri akiwa mulevi. Sasa ingine msiwahi dharau mulevi. Msiwahi dharau mulevi. Wewe unatuambia serikali yako ni ya Mkristo. Ati unatoa pesa mamilioni kwa kanisa. Na wewe Mbatu uko na Illuminati, mapepo uko naye. Na Mbatu unatoa watu kafara. Sacrifice. Sawa.
Ndio